Unazungumziaje kiwango cha Depu? Amekuwa na kiwango kizuri kwenye mechi za kawaida, mechi kubwa amekuwa na performance kiasi ambacho kinapelekea watu wengi kuweza kuzungumza hilo. So nadhani inakuwaje? Cha kwanza kabisa unatakiwa ujue kwanza Laurindo Depu ni mchezaji mzuri ambaye takwimu zinambeba. Takwimu zake toka amekuja dirisha dogo naonyesha akiwa na magoli 6. Ila tukija tathmini ya kimchezo tukimwangalia kwa ndani zaidi, Laurindo Depu ni mchezaji ambaye ananufaika sana na makosa ya wachezaji pinzani hususani mabeki katika safu ya ulinzi. Na ndio maana tunaona magoli yake mengi aliyofunga yanatokana na makosa aliyofanya na watu wa timu nyingine. Kwenye swali hilo ambalo umeeleza kwamba hivi ni kwa nini inaonekana kwenye mechi kubwa afungi. Tunajua kwa sababu afungi kutokana na asilimia kubwa vilabu vingi sana ni mara chache sana kufanya makosa. Tumeangalia game zidi ya National Rally, game zidi ya Farabati, game zidi ya Simba. Ni wachezaji ambao wana experience sana. Kila kitu wanachokifanya wanafanya for reason behind, kwamba hata kama amekosea kuna mtu ambaye anakuja kureplace ile kosa alilofanya. Sasa ukikutana na timu ambayo inacheza kwa namna hiyo, Laurindo Depu anakuwa ni mchezaji kama abiria ambaye tu anasubiri kulishwa. Kwa hiyo nadhani bado ana potential kuendelea kupewa nafasi kubwa kwa sababu ya kiwango anachokionyesha. Potential nayo na inatakiwa endelee kuaminiwa, kwa sababu angekuwa hata kwenye game ndogo afungi ingekuwa ni mbaya zaidi, lakini kwa sababu hata game ndogo anafunga, naamini hilo swala ni kukaa na kocha wake anaendelea kumjengea experience kwamba inatakiwa jinsi ambavyo unafanya labda na Tanzania Prisons hivi na hivi, inatakiwa hata game kubwa kukutana na National Rally au Mamelodi Sundowns au timu yoyote inatakiwa ufanye hivi na hivi, jambo ambalo litamjengea consistency nzuri. Wanasema Depu ni mchezaji wa timu ndogo, ikifika timu kubwa hana kiwango. Mashabiki wengi wanazungumza kauli hizo. Unadhani hizo kauli zinamjenga vipi mchezaji mwenyewe? Unajua kuna aina mbili ya mapokeo. Kuna mtu yule ambaye analipokea jambo ambalo linakuja linamuaffect akili yake moja kwa moja, alafu na mtu mwingine analipokea jambo kwa kulifanyia kazi. Kama akilipokea kwa namna yani negative way, lazima litamuasili, kwa sababu unajua vilabu vyetu vya Kariakoo hususan mashabiki wao huwa hawapendi kumsubiria mchezaji. Mchezaji ni bora akaisubiri timu kwamba ikae kwenye mfumo, ila sio timu ikusubiria wewe ukae kwenye mfumo. Ila naamini kama akipokea hiyo kauli kwa positive way, itamjenga vizuri na anaweza akafanyia kazi. Unaona mfano kama Prince Dube naye alikuwa na changamoto kama hiyo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, viongozi wa klabu na mashabiki ambao wanaendelea kumpa moyo, tunaona Dube taratibu yule Dube waza ameanza kurudi zaidi. Unadhani Depu kuendea ufungaji bora unaweza kumweka kwenye mbio za kuwania kiatu cha mfungaji bora? Mpaka sasa naweza nikamweka, kwa sababu saizi yupo nyuma ya magoli mawili kwa top scorer ambaye yupo na Mungu pale, Fabrice Ngoi. Kama akiongeza jitihada na akiendelea kufunga na akiendelea kutumia madhaifu ya mabeki wa timu pinzani kama ambavyo huwa anafanya, kwa sababu naamini mpaka sasa ni mchezo mmoja tu uliobakia ni mgumu, ni zaidi ya Simba tu, ni zidi ya Simba tu kwenye ligi kuu mzunguko wa pili, ila game zingine hizi ni za kawaida. Naamini makosa yale ataendelea tu kunufaika nayo.